Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu naitwa Matthew Nesori. Nimeokoka na mpenda Yesu. Ni mhubiri wa Injili kupitia huduma inayoitwa Injili kwa watu wote. Ni Injili ambayo haibagui mtu, kwa watu wa dini zote, kwa watu wa madhehebu yote, kwa watu wa makabila yote na kwa watu wa nchi zote. Tunao maono makubwa kwa ajili ya huduma hii, kuhakikisha kwamba ulimwengu unapata Injili inayostahili, Injili ambayo sio ya kutengeneza. Ni Injili halisi ya Yesu Kristo inaweza kumwokoa mwanadamu kutoka kwenye dhambi zake na kumpa uzima wa milele. Nipo hapa kuletea neno la Mungu kwa ufupi au kukutia moyo kwa ile hali ambayo unayopitia. Leo nataka nizungumze kwa wewe ambaye uliyekosa amani juu ya maisha yako. Kitabu cha Ayubu sura 22 mstari wa 21 anasema, mjue sana Mungu ili uwe na amani, na ndivyo mema yatakavyokujilia. Lakini kuna mahali ambapo Yesu alisema kwamba amani yangu nawapa, amani yangu nawachieni, niwapavyo mimi si kama ulimwengu wapavyo. Nataka nizungumze na wewe ambaye umekosa amani wakati huu, kwamba siri kubwa ya kuwa na amani katika maisha yako ni kumjua Mungu aliye hai, ni kutambua ukuu wa Mungu juu ya maisha yako. Lakini kama hautaweza mtambua Mungu, kama hautaweza muelewa Mungu, utabaki bila amani maisha yako yote. Utafanya kazi lakini hauna amani, utafanya biashara lakini hauna amani, utaoa lakini hauna amani, utakaa na familia yako lakini hauna amani, utafanya chochote kile ambacho unachokifanya lakini hauna amani. Yamkini wakati mwingine unayo pesa lakini hauna amani. Kuna watu wanazo pesa, kuna watu wanazo mali lakini hawana amani kwenye maisha yao, hawana amani kwenye ndoa yao, hawana amani kwenye kazi zao. Yaani wanaishi lakini wamekosa amani. Lakini asubuhi ya leo na mchana wa leo na jioni ya leo, nataka nikutie moyo mahali popote pale ulipo, ya kwamba Mungu ndiye anayetoa amani ya kudumu. Mungu ndiye anayetoa amani ya kweli. Haijalishi wakati unapitia wakati gani kwenye maisha yako. Kitu gani ambacho kimekukosesha amani kwenye kazi yako? Kitu gani kimekukosesha amani kwenye biashara yako? Kitu gani kimekukosesha amani kwenye familia yako, kwenye ndoa yako, kwenye masomo yako? Lakini nataka nikwambie kwamba Mungu hana uwezo wa kukupatia amani kubwa kuliko hiyo ambayo amani unayotafuta kwenye maisha yako. Cha kufanya tu muamini Mungu, tegemee Mungu kwenye maisha yako, mtambue Mungu juu ya maisha yako. Nawe utakuwa na amani tele katika maisha yako, utakuwa na amani tele kwenye kazi yako. Chochote ambacho kinachokuzuia usipate amani, kwa jina la Yesu, wakati huu na majira haya, ninakikemea kisipate nafasi ndani ya moyo wako, kisipate nafasi kwenye maisha yako, bali Mungu akaachilia amani tele kwenye maisha yako, akaachilia amani kwenye kila hatua zako, akaachilia amani kwenye kila mafanikio yako, na kuombea kwa Mungu, na Mungu akusaidie sana ndugu yangu mahali popote pale ulipo unaponisikia. Katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai, pokea amani ya Kristo na ikatawale ndani ya moyo wako. Maana Biblia inasema kwamba amani ya Kristo itawale mioyoni mwenu. Amani ya Kristo ikitawala ndani ya moyo wako, chochote unachokipitia utakiona ni chepesi tu kwenye maisha yako. Katika jina la Yesu, Mungu akusaidie sana na uweze kutoka kwenye hiyo hatua ambayo ya kukosa amani. Mungu akubariki sana.